mapenzi inaniumiza, jeraha la mahaba inanitesa. Yule niliyempenda kumbe naye ana mwenzake, yule niliyemwita kumbe naye ana mwenzake. Leo hii amenikuta, ninabaki nalia. Mtoto yupo hapa nyumbani? Yupo wapi? Yuko shule. Hiyo hela uliyoifuata kwa Boni ni ipi? Mimi si nilikuchukua kwamba najiweza kukuhudumia? Ndio. Na mtoto? Ndio mume wangu. Bado na mapenzi na Boni wewe eti? Hapana. Hiyo hela ulifuata ya nini? Sasa mume wangu, ngoja nikwambie ukweli. Nilienda kwa Boni kwa sababu moja. Yule ni mtoto wake, lazima nifate matumizi. Utamhudumia mpaka wapi? Kuna muda utafika unatakiwa usaidiwe na wewe, sio kila kitu wewe ndio uhudumie. Na yeye ili nimkumbushe kuwa ni baba wa familia, ni baba wa mtoto. Sasa nikimwacha sana jisahau. Mume wangu, na maana ninayoyazungumza mimi hayana nguvu kwako. Kama yana nguvu kwako ungekuwa umeshanisikiliza. Mtoto namsomesha, mtoto yuko shule, hayupo hapa nyumbani, kila kitu kimo ndani. Ni kipi ambao umepungukiwa mke wangu? nisamee basi. Unanichokonoa? Hapana, nisamee. Sitarudi. Hiyo samani unaniomba ya mara ngapi? Mara ya pili. Mara ya pili. Kwa hiyo unamaanisha wewe una kiburi sasa? Nasema hivi, kama mwanaume, nazungumza kama mwanaume, hiyo mara ya pili unanikosea, mara ya pili. Sasa basi, laiti kama unaendelea mahusiano na Boni, endelea naye, lakini naongea kama ni mwanaume. Hujakosa chochote ndani humu wewe, usafiri unao, kila kitu unacho. Nyinyi wanawake unataka nikutengenezee nini ili ufurahi? Kwa nini unazidi kunikondesha? Nafanya kazi huko na maumivu. Huyu Boni ni nani kwanza kwako? Kama angekuwa ni mzuri kwako, si ungeishi naye? Kwa nini alikuacha? Mume wangu, nimekusikia, naomba unisamee, sitorudia tena. Hiyo ni mara ngapi nakwambia hivyo? Kama hutonisikiliza mapenzi yako kuhusu na Boni, unanidanganya eti unafuata hela ya matumizi. Wewe unakosa nini ndani? Nasema hivi, naishi. Hakuna cha kusema kunijibu wala nini. Naishia hapo. Naongea kama mwanaume. Ikijirudia. Ningependa uwe rafiki yangu na sio mbaya kama utanisaidia namba yako ya simu. Namba ya simu hapana. Kwa nini? Siwezi kukupa namba yangu. Why? No, sio kila kitu tutakachokuwa tunakijadili lazima tujadilie nyumbani. Kuna vitu vingine private vinahitaji mawasiliano. Mimi kwa sasa nipo tu nyumbani hapa. Kwa marafiki sio lazima uwe na namba yangu ya simu. Sasa mbona unafeli sana sasa? Okay, sawa. Nafikiri kwa sababu ni mara ya kwanza na naamini siku nyingine utanipa tu namba yako ya simu. Kuna siku utaona umuhimu wangu. Sawa. Okay. Lakini pia na zawadi yako. Zawadi nitakufikia. Sawa. Zawadi waga ni zawadi. Hutaki kuijua. Siku ikikufikia ndio utaijua ni zawadi gani. Lakini na zawadi yako nzuri, nafikiri utaifurahia. Sawa. Okay, poa. Asante kwa ushirikiano wako. Hai. Okay.
nimebaki na machozi. Jeraha la mapenzi linaumiza. We Mariam! We Mariam! Njoo. Be. Kama. Be. Hivi wewe na dadako unamchukuliaje? Ni dadangu. Ni dadako. Kati ya dadako na wewe nani mwenye mamlaka? Ni dada. Juzi ulimjibu nini? Juzi mimi dada sikujibisha naye sana, ila niambia kuhusu masuala ya kazi, nimetafutia kazi. Ila mimi kwa sasa kaka sipo tayari kufanya kazi. Kimya, kaa hapo hapo. Ishi hapo. Sikiliza. Kwa mimi na dada yako siku hizi tunakula pesa za mirathi, si ndio? Okay, sawa. Unataka tupangishe watu wenye ndoa. Hivi unadhani ni kijana gani anaweza akapanga sasa hivi chumba na mke? Dunia sasa hivi. Kwa hiyo ulitamani sisi tuache hizo hela tusubirie wabibi waje wapange kwenye hizo nyumba, si ndio? Hapana, sio hivyo kaka. Nisikilize kwanza nikwambie. Alichokisema dada yako, tulikaa mimi na yeye, tukapanga na tulichokiamua ndo hicho hicho. It either you want or not. Kazi lazima utafanya. No, kaka, sifanyi kazi. Kaa kimya. Unaongea na mimi ni mtoto wa kiume, umesahau? Umejisahaulisha. Mimi ni zaidi ya Sime. Nitakubadilikia sasa hivi. Na hutaamini. Nasema, si umetoka chuo? Nimetoka chuo pia. It either you want or not. Kazi lazima utafanya. Hatupo lazi sisi kukaa hapa kulea bweteka. Hatupo tukakufuga. Hata mbuzi mwenyewe kuna muda akikata kamba anajitafutia majani. Who are you by the way? Kaka, kwa nini unataka uwe tegemezi? Nisikilize kwa nini mimi? Niacheni basi na mimi nipumzike. Nimekwambia nikiwa naongea kaa kimya. Unataka siku moja hapa ukiolewa, mmeo uanze kumpigia simu. Hadi 500 ya vocha unataka umuombe. Nisikilize nikwambie mdogo wangu. Wanawake wa sasa hivi ni wapambanaji. Wanatoka asubuhi wanarudi jioni. Siku hizi mnapambania nyinyi, hata nyinyi wanawake mnapambania 50-50, yani 50 kwa 50. Unadhani ni mwanaume gani anaweza akakuoa bila mchango wote kwenye jamii na akaendelea kuishi na wewe? Lakini kaka, mwanamke si ni pambo la ndani. Na mwanaume anapoingia kwenye wajibu wa ndoa, sina maana anabeba majukumu yote ya mwanamke. Nisikilize, mapambo yalikuwa zamani. Na kama sasa hivi kuna mapambo, kuna midori. Watu wanakwenda kununua midori wanaweka nyumbani. Wewe sio tena pambo. Hakuna pambo linalopumua. Sawa? Hiyo nimefunga mjadala. Mimi na wewe hatuwezi kujibishana, wala mimi na wewe hatuna cha kuongea. Inabidi unisikilize from mwanzo mpaka mwisho. Nimesema wanawake wa sasa hivi wote ni wapambanaji. Na kama unataka kuwa bweteka, unataka kuwa tegemezi, utakaa kushinda ndani kwa mirasi hizi hapa. Mimi siku moja nitatoka hapa nitakuwa na familia yangu. Mimi siwezi nikangangania mirasi. Labda wewe na ndugu yako ndio mnaweza kungangania. Nimekwambia umemaliza chuo, tafuta kazi, ufanye. Nikisikia tena upumbavu wote unakwenda kumwambia dada yako, niko hapa. Utajua. Hey! Nyanyasa dada, kwa nini mnanifanyia hivyo? Toka mama amefariki na baba, kwa nini mnanifanyia hivyo? Sijisikii vizuri. Na mimi ni mtoto hapa kaka, kwa nini mnanifanyia hivyo lakini? Au mimi nataka niende wapi? Niende wapi mimi nikaishi? Niacheni basi na mimi nienjoy hapa nikuwe. Ninabaki nalia mimi. Mwanadamu. Usikubali sana. Anaweza kukugeuka. Anaweza kukugeuka. Leo hii ndugu lawama wananilaumu mimi, wananirushia mizigo ambayo siwezi kubeba. Pesa zangu ziko wapi? Mali zangu ziko wapi? Pesa zangu ziko wapi? Mali zangu ziko wapi? Acheni kunisingizia. Kosa langu liko wapi? Acheni kunilaumu mimi. Kosa langu liko wapi?